Hadithi inaanza kwenye maji ya giza ya bahari ya Mediterranean. Wavuvi wanamkuta mwanaume akiwa hajitambui, akiwa na risasi 2 mgongoni. Wanaokoa maisha yake, na daktari aliyepo ndani ya meli anakuta kifaa kidogo kimefichwa chini ya ngozi yake. Kifaa hicho kinaonyesha namba ya akaunti ya benki nchini Uswisi. Mwanaume huyu anapopata fahamu, anatambua jambo la kutisha. Hana kumbukumbu yoyote kuhusu yeye ni nani au jinsi alivyoishia majini. Akili yake ni tupu, lakini mwili wake unaonyesha ukweli tofauti. Bila kujitahidi, anadhihirisha uwezo mkubwa wa kupigana, ustadi wa lugha nyingi na mbinu za kijeshi. Hajui jina lake, lakini anajua jinsi ya kuishi. Akiwa na dalili moja pekee, anasafiri kwenda Zurich, Uswisi. Huko anaingia benki na kufungua sanduku la usalama. Ndani anakuta pesa za mataifa mbalimbali, hati za kusafiria nyingi zenye majina tofauti na bastola. Pasipoti moja ina jina Jason Bourne. Kwa muda anakubali jina hilo kama lake, lakini mara tu anapotoka benki anagundua anafuatiliwa. Askari wa usalama wanajaribu kumkamata na Bourne analazimika kupigana ili kutoroka. Hapo ndipo mchezo wa paka na panya unaanza. Wakati huo huo, makao makuu ya CIA yanapokea taarifa. Jason Bourne alikuwa sehemu ya mpango wa siri unaoitwa Treadstone. Mpango huo uliwazalisha wauaji wa hali ya juu walioweza kufanya mauaji bila kuacha ushahidi. CIA walidhani Bourne amekufa, lakini sasa kwa kuwa yuko hai, wanaona ni tishio. Amri inatolewa, Bourne lazima auawe. Akiwa anajaribu kutoroka, Bourne anakutana na Marie Kreutz, mwanamke wa Kijerumani mwenye matatizo ya kifedha. Anamshawishi ampeleke Paris kwa kumpa dola 10,000. Ingawa ana wasiwasi, Marie anakubali. Safari yao inaanza. Wakifika Paris, wanakuta anwani iliyo kwenye pasipoti. Ndani ya nyumba, wanakuta silaha zaidi, fedha na nyaraka za siri. Ghafla, muuaji mwingine wa Treadstone anavamia kupitia dirisha. Baada ya mapambano makali, Bourne anamshinda, lakini muuaji huyo anakufa bila kutoa majibu yoyote. CIA inaendelea kuwatuma wauaji wengine. Ulaya nzima inageuka uwanja wa mapambano. Bourne na Marie wanakimbizwa kwenye mitaa yenye misongamano, juu ya majengo na hata kwenye msururu wa magari. Katika ufuatano maarufu wa magari, Bourne anaonyesha ujuzi wake wa ajabu wa kuendesha, akiwazidi wapinzani kwa gari dogo aina ya Mini Cooper. Kadiri anavyoendelea kukimbia, vipande vya kumbukumbu vinarejea. Bourne anakumbuka misheni yake ya mwisho. Alikuwa amepewa jukumu la kumuua kiongozi wa zamani wa Afrika. Alipomwona shabaha yake akiwa na watoto wake karibu, alisita. Huo ukawa mwanzo wa kuanguka kwake. Alijeruhiwa, akaangukia baharini na kumbukumbu zikapotea. Kwa CIA, kushindwa huku kulimfanya Bourne kuwa mzigo, lakini kwa Bourne mwenyewe ulikuwa wakati wa mabadiliko. Aligundua hataki tena maisha ya mauaji, hataki tena kudhibitiwa. Mwisho wa filamu, Bourne anakutana na Alexander Konkli, kiongozi wa Treadstone. Lakini badala ya kuendelea na damu na vita, Bourne anaamua kuachana na yote. Anatangaza kwamba hatodhibitiwa tena. Katika dakika za mwisho, Bourne anamkuta Marie kwenye kisiwa kidogo cha Kigiriki, akiendesha duka la kukodisha pikipiki. Wanaungana tena wakiwa huru na salama. Jason Bourne ameamua maisha yake mwenyewe, maisha ya uhuru.